Sasa leo nitazungumzia kitu ambacho ndo wahi uliobakia sasa hivi, na hichi kitu tunakipuuza, na hichi kitu kimebeba maisha yetu. Nataka kuzungumzia ar-ru'ya. Naomba nizungumzie ndoto, na kama mtaruhusu tuzungumzie tafsiri ya ndoto kama 20. Lakini kuanzia leo, hata kama ni hapa, kama muda mtaruhusu, au siku yoyote, kuanzia cameramans, mtu yoyote akiwa na ndoto yake alete, nitaikagua na nitaitafsiri vilivyo ndivyo. Na ukijua kila kitu ni dua, fadilatu Sheikh al-Mujahid al-Kabir Sheikh Abu Bakar ibn Sifa rahimahullah, hafidhahullah wa ra'ahu, Allah mchunge na muhifadh na mpe tulul umr. Tulikuwa chuoni tukichezea ahadith yale matukio yaliyopita, wakati anatusomesha akawa anatufundisha. Alinipa fursa nikawa Abu Hanifa, mimi nilikuwa imamu Abu Hanifa, na nilikuwa na shekhe wangu aitwa Sheikh Hamad au Ahmad. Sasa shekhe wangu yule nilimkuta hayuko sawa, nikamuuliza, ayuha sheikh, ma sha'anuka wa ma asabaka, araka ma'amuman wa ma ra'aytu hadhihi alhalatu minka qattun. Una nini sheikh, hauko sawa? Akanambia, laqad ra'aytu ar-ru'ya afsa'atni, nimeota ndoto ilonibabaisha. Basi mimi nikamwambia, inna Allaha allamani ilma at-ta'bir, basi Mwenyezi Mungu amenipa mimi kipawa cha kutafsiri ndoto. Sasa nieleze hiyo ndoto na kufasiri ndoto. Baadhi ya ndoto ulama wamezifasiri, lakini hasatan ufasiriji wa ndoto ni adlum min Allah, ni kipawa tu Allah akupe. So ndoto ni nyingi sana, utaota ndoto ambazo huko zamani mtu hajai kuota. Imam Malik rahimahullah aliota ndoto alim madinati rasulillah, lakini hakuweza kuikagua. Alimwona malakul maut Israeli, akamwambia Maliki 1 2 3 5 haya, kwa heri. Wewe muone Israeli afu akuoneshe mitano. Alivyoamka kichwa hakiko sawa, akamfuata anafikiri Ibn Sirin, bingwa wa ndoto. Akamwambia, ndugu yangu, njoo Israeli kaniambia hivi, maana yake nimebakiza siku 5 nijue miezi 5 na hata miaka 5, ndio hivyo. Akamwambia, usiwe na wasiwasi. Alivyokuambia mambo 5 ni zile ghaibu 5 zilizokuwepo katika suratul Luqman, la ya'lamuhunna illa Allah. Hakuna anayejua ghaibu zile isipokuwa indahu ilmu saa wa yunazzilu al-ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Mwenyezi Mungu ndo anajua siku ya judgment day itakuwa lini, kiyama lini, la kwanza. Lakini la pili, Mwenyezi Mungu ndo anajua indahu ilmu saa, masala ya mvua. Mvua hii itashuka ina mafuriko, itakuwa haina mafuriko. Lakini wa ya'lamu ma fil arham,
watu wa South Africa aya hii iliwasumbua kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua yalokuwemo matumboni, mbona leo tukitumia hadubini, ultrasound, na sisi tunajua kimebebwa kiume au kike, wamebeba twins, mapacha, na hii tumeambiwa ni mambo anayojua Allah. Nasi tukawaambia jambo hilo anajua Allah tu. Mwenyezi Mungu hakusema man kwa sababu lafdhu man yusta'mal li dhawil al-uqul. Ingekuwa man amependelewa mtu, lakini mambo mengi, pengine ni dokta, pengine yuko sawa sawa akili zake, pengine hayuko sawa sawa akili zake, wa maashbah dhalik. Kwa hiyo bado hili tabakia kwake Allah. Lakini pia haijui nafsi madha taksibu ghada, kesho itakutana na janga gani. Lakini pia haijui nafsi bi ayi ardhin tamut, la mwisho itafia wapi. Ukijua utafia sehemu fulani, hutokanyaga sehemu hiyo. Kwa hiyo Malik akaambiwa usiwe na wasiwasi, nenda zako, ni yale. Nafsi yake ikawa ina utulivu. Hapa inaonesha ana maarifa makubwa, lakini ndoto si mambo yake, na ndoto hazikosewi. Yuko mama mmoja zamani alichukuliwa akaenda utumwani huko, baadaye kule akapata mume wa kumuoa. Huyu mama ilikuwa alipozaa tu akapelekwa mji mwingine bila kulea mtoto wake. Sasa kuna bwana mmoja alikuwa anataka kwenda oa, lakini akaota ndoto ile akampelekea mwanachuoni, akamwambia Sheikh, leo bibi nimeota kadha kadha kadha. Yule Sheikh kashangaa, akamwambia ushaoa wewe? Ambia leo mchana ndo naoa. Ambia subhanallah, usije ukaoa Sheikh. Nsioe tena? Ambia naam. Huyo unayemuoa mama yako mzazi Sheikh. Kwa sababu ya hii ndoto. Kumbe mama yake kweli ndio yule binti aliyochukuliwa utomwani, kumbe yule mtoto wake kashakuwa mkubwa, wamepatana, amekuwa chumba. Ingekuwa leo chumba leo mshaanza kubusiana, si majanga. Uchumba wenye adabu, sio wa wizi, sio uchumba hebu tuhakikishe kama tutaoana. Jamaa, na hii ni ngumu. Mtu ushamtamani afu unaenda kugeuza kibao, unaenda kumuita mama. Pazito hapo, pazito kweli kweli. Sasa ustadhi kama alinibariki ile pawa ile ya njozi, basi mpaka leo imeendelea. Sasa niazimeni masikio, sababu kama muda tunako, kuna kafaida tutakapata, tusemeni inshallah. Kafaida tutakapata kwa sababu ndani ya ndoto mna maisha. Ar-ru'ya min Allah, ar-ru'ya min Allah. Mashallah. Habib, tafadhal. Karibu Sheikh. Ar-ru'ya min Allah. Hizi ndoto zote zinatoka kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndoto zote zinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Wa mar'a minkum ar-ru'ya yuhibbuha, na mmoja wenu akiota ndoto na ile ndoto akaipenda, na wote unaenda Maka, umepata pesa na kadhalika, basi falihmadillah, amshukuru Mwenyezi Mungu. Na baada ya kumshukuru, na muombe Mwenyezi Mungu tahqiqaha, uthibitisho wa ile ndoto, na ile ndoto itakuwa. Maisha ya ndoto muumini khasa hatakiwi asiote. Mtu itakiwa aote, na hasa mtu akiwa taqi anaota ndoto za kweli kabisa. Wanasema mtu akiruzi uchamungu
anaota afu anasahau. Napata ndoto ya maana alafu unasahau. Sawa Lakini mtu akizidi kupinduka ndo anaota ndoto za ajabu ajabu za mashetani. Unaota mtu anakimbia afu amekatwa kichwa, sio anakimbiaje mtu huyo? Haya mashaka makubwa. Na hapa Sheikh Shafii utakuja kupatilia taaliki sana hapa. Ndoto hizo. Kwa hiyo ndoto ni ahamu shay. Umeota nini? Mimi nimeona baadhi ya ndoto mzuri. Alafu sasa nitakwambieni kitu kimoja. Ukiota ndoto sio kila mtu umpelekea akakufasiria ile ndoto. Kwa sababu ndoto zina masharti yake. Ile ndoto vile utakavyoifasiri ndo inaelekea kule kule unavyoikagua ndoto. Anasema wadakhala fi asmahu fi sijni fatayan. Akaingia Nabii Allah Yusuf gerezani na vijana hawa. Wale vijana wakaanza kusema yao, bwana tumeota hivi. Sasa sisi tunakuomba utupe tafsiri, inna naraka minal muhsinin wa innahu minal muhsinin. Sisi tunakuona we mwema, unaweza. Wa mwanzo akamwambia mimi nimeota bwana na kamwa juisi, sijui hivi. Nini maana yake? Historia ilikuwa ndefu, walifukuzwa kazi wale, ilitokea mambo kadha kutaka kumuua mfalme. Sayyidina Yusuf akamfasiria yule mmoja, akamwambia bwana wewe utarudi ikulu na cheo kitaongezeka na utaenda kufanya kazi zako, wewe huna hatia tena, utaongezwa mshahara. Bwana Sasa yule wa pili akaona ya kwake nzuri zaidi, akamwambia sasa maliza na mimi nitafsirie. Sasa mimi hiyo ya huyo cha mtoto, mimi si nimebeba mikate kabisa juu, alafu anakuja mwewe wanadokoa, kunguru anakodokoro namna, hebu niambie na mimi nitaekwa sehemu gani? Akaambia ndugu yangu wewe utaenda kunyongwa. Wewe inna lillah unaenda kuuliwa. Akaogopa, akamwambia hata nimekudanganya sijaota hivyo. Qur'ani yasema qudhiyal amr, qudhiyal, hukumu ishapita. Sasa wanasema watafsiri wa ndoto, yani hata kama amedanganya kilichofasiriwa lazima kipite. Angalia miko ya ndoto hiyo. Sayyidina Yusuf akamwambia umetania ama ni kweli? Ndio ishapita hukumu. Lazima leo ule kitanzi, na akala kitanzi na akajidonyolewa na ndege vile. Ndoto hizo. Nimeota ndoto moja kali kweli, lakini hapa siisemi kwa sababu nikisema inaweza ikawa Sheikh Bakar anacheka. Ndoto yake hiyo, Sheikh nimeota mpaka nkalia juzi. Ndoto ya hatari sana. Ndoto ya hatari. Lakini siifasiri, siisemi kwa sababu kikagua tusimpoteze mzee wetu. Ndoto yake, habari yake mzito. Au nabisha nianze kuisema sasa hivi? Ala. Ndoto moja hatari sana. Na mimi binafsi namshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi baadhi ya mambo nimeyaepuka shauri ya ndoto. Na baadhi ya mambo nimeyafuatilia nikafanikiwa sana shauri ya ndoto. Wa mar'a minkum ar-ru'ya yakrahuha falyasta'idh billah. Na mmoja wenu akiota ndoto ajaipenda, ina ujumbe mbaya, falyasta'idh billah, aombe dua, Allahumma inni a'udhu bika min sharri hadhihi ar-ru'ya, ajikinge kwa Mungu, afu avivie kwa mikono yake mara 3. Mtume asema fa innaha la tadhur, haitokudhuru, itaisha. Alafu usiiseme, alafu tema mate kushoto ukiota tu ndoto. Wallahi siku moja niko hapa, nani yupo kwa Mo hapa? Nani ametoka kwa Mo? Sheikh Fadhili yupo kule chini, angenitolea ushuhuda. Nilikuwa natoa darasa la ndoto na tafsiri za ndoto. Kuna mswala kule wa Muhammad Enterprise linasalisha. Baada ya pale mtu mmoja
Akanambia, shekhe, kweli niliota. Nikamwambia, umeota nini? Anasema, nimeota mke wangu chatu kammeza mpaka hapa kwenye magoti. Sasa yule chatu nikawa namvuta, mke wangu analia. Ghafla nikaamka usingizini. Baada ya kuamka usingizini, ukafanyaje? Uliomba dua? Ambia sijaomba, nilinyamaza tu. Nikamwambia, Mungu anakupenda, kwanza akakuonesha ishara uikwepe. Nikamwambia, afu siku iliisha salama? Ambia, wapi? Siku hiyo hiyo nikapigiwa simu, mamangu kijijini kagongwa na nyoka, yuko hoi taabani. Nikamwambia, yake ungeomba dua isingetokea. Wahai uliobakia ndo hizo ndoto hizo. Na tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa, lakini leo ndoto tumewaachia waganga, shekhi. Tena tunaona kama wana maono fulani. Ukipeleka ndoto yako, ushakuisha wewe, ushakuisha wewe. Na ndoto hizi ni maisha, tumeziweka sehemu ya uganga. Unaona mambo hayo. Na wakati, angalia Nabii Allah Yusuf alayhi salam, ya abati inni raaitu 11 kaukaban washamsa walqamara raaitum li sajidina ya. Lakini nimeona hivi, yani ni ndoto ya Nabii Yusuf anamwambia babake. Lakini baba naye akamwambia, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Pengine anaijua tafsiri yake Yakubu au asijue, lakini kwa sababu anajua ndoto si jambo dogo, akamwambia ifiche hii. Hii na habari kubwa, hii ifiche. Na baadaye ndoto kama hii mwenyewe alisema, hadha tafsiru ru'yaya. Haya maisha mnaoletea huku mnanisujudia, si ndio ile ndoto niliota zamani ile? Mungu kaifanya ya kweli kabisa. Ifiche hii ndoto. Aliota unabii, aliota ufalme, aliota mambo makubwa, na baadaye alifanya nini? Yalimtokea. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa tabia yake, ilikuwa kila akiamka asubuhi anawaambia masahaba, wewe umeota nini, ili apate kukagua ndoto zao. Na kupitia ndoto, Sheikh, tumepata makubwa. Miongoni mwa makubwa, hii adhana si ndoto mtu kaota bana. Watu wanafikiria tunawahitaji Waislamu shuria al-adhan ila innasi lis-sala. Tangazo tunaitana vipi? Mwingine asema tugonge kengele, ambaye tutakuwa kama majusi tu, kama Wakristo tu. Mwingine tufanye hivi, sijui tufanye hivi. Mmoja kaota ndoto, Allahu akbar, Allahu akbar, shahadu an la ilaha illa Allah, mpaka leo adhana hii. Hiyo istikhara hiyo, mfano sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha istikhara kasuratin min alquran. Ukitaka kuoa, si tunaipeleka istikhara kwenye kuoa tu, katika mambo mengi, katika mambo mengi kweli kweli. Sasa mfano unataka, kuna jambo, kuna mtu umempenda, ukifanya istikhara mara nyingi majibu yake yanakuwa ya aina tatu. Aina tatu, raka mbili tu zile. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wastaqdiruka biqudratika fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa innaka ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma fa in kana hadha al-amru khairun li fi dunyaya wa akhirati. Unaisoma ile dua ya istikhara ile. Ukishasoma alafu unalala zako super kabisa, unaletewa njozini. Mfano mimi, moja kati ya wake wao ajibu sana, Sheikh, nilifanya istikhara zangu usiku, nikaota nadumbukia kwa kisima. Basi ile nadumbukia, nikadakwa na mwanamke ananukia hatari. Kuangalia si ndio kile kifaa. Kulipokuja sasa, ntilie nipata hapa bwana. Sheikh, mpaka leo mwaka 16 ndoa ile, kama tumeoana jana, mpaka leo wewe unavamia una cha istikhara, una cha nini? Swaibu yetu wallahi billahi alaikum, amepata mke, tukamwambia fanya istikhara. Tumeenda zetu kundini huko, kaoa juu kwa juu. Sheikh, huyu Mungu kaletea, tupo kwa juhudi, istikhara za nini bwana? Acheni nafsi hizo. Kaoa. Baada ya mwezi, yule ahli yake akawa anafumuka madonda kwenye nafsi yake. Vipi wewe mwanamke kuenda kumbe muathirika ukimwi? Tumepoteza mtu wa juhudi.
Istikhara hizo. Kwa hiyo ukiwa safi unaona mubashara. Ikiruzi hapo basi ni lile jambo kwa jepesi au kwa zito. Ikiruzi hapo ni moyo kulipenda au kulichukia. Zote hizo ni katika ishara. Hayo yote ni rasilimali, ni madini tunayopata katika Islamu na adhima. Lakini siku moja sasa Mtume sallallahu alaihi wasallama siku moja aliota yeye mwenyewe, naye alikuwa akiota. Siku moja asema laqad ra'aytu ar-ru'ya, na mimi nimeona ndoto. Laqad ra'a aswiratain talma baina yadayhi. Anasema Mustafa sallallahu alaihi wasallama siku moja aliota bangili mbili. Zile bangili za dhahabu zikiwa zinawaka mikononi mwake, zinamemetuka mikononi mwake. Sasa nini maana ya njozi hii? Akaitafsiri mwenyewe akasema innaha lakadhaban, hao bwana ni mitume wawili wa uongo wanakuja. Ni mitume wawili wa uongo wanakuja, tena nikiwepo, haina kheri. Akaja mtu mmoja anaitwa Musailimat al-Kadhab, lakini na Aswad al-Si. Huyu Aswad al-Si alidai utume, mtume akiwepo hai. Alafu alikuwa anafunga kiremba, anaacha macho tu kutilia nguvu ule utume wake wa uongo. Na alikuwa na uyunan, alikuwa na wapelelezi ambao kazi yao wana suspect maisha ya watu. Sheikh Abakari, wewe unaumwa nini? Unasumbuliwa nini? Sheikh Shafii, wewe una nini? Basi alafu anampelekea zile habari. Alafu anawaita watu, ambie bwana pole, figo inakusumbua siku nyingi sana bwana. Umhadraka, umejuaje? Ambie ana nabiyun Allahu yuha ilai, sinapata wahai bwana. Unauliza vitu kama sisi kwa mitume kama sisi. Alafu anatoa muuna pesa, ambia kasaidie shida zako bwana. Basi kwa njia ile akapata watu kibao. Akaingia miji ya Ghathani, akaiharibu kwa risala yake mbaya kabisa. Akaharibu risala yake hii. Lakini pia akatoka Ghathan akaenda nchi ya Bahrain. Bahrain ni Yemen. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anaiacha ilikuwa ikiitwa Bahrain na ilikuwa kubwa sana. Israeli, Palestina yote ilikuwa imeungana. Wakati alipoingia pale Bahrain akaanza kusambaza risala yake yeye mtume. Lakini wakati huo kule Yaman alitumwa Abu Musa al-Ash'ari na Muadh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. Walikuwepo kule, walitumwa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuna mtu mmoja anaitwa Bazan. Mtu mmoja anaitwa Bazan. Huyu Bazan zamani alikuwa akifuata dola ya Wafursi. Alikuja kuslimu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini baadaye akapata bahati ya kuwa mfalme wa kule Yemen. Bazan aliongoza kule na hata baadaye alifariki. Alipofariki akamwachia kiti chake mtu mmoja anaitwa Shihru ibn Bazan. Shihru ibn Bazan, mmoja ya ahali zangu, familia yake kule wana ndugu au ndo asilia yao. Basi hunaka fihi mantika tusamma mantika Shihr. Kuna mji kule au kijiji kinaitwa Shihr. So alipoenda kule ambia tumetoka Sheheri. Nikamwambia mnapajua Sheheri maana yake asili yake ni sije tojafika huko. Basi asilia yake ni Shihru ibn Bazan. Kwa hiyo katika miji ya Yaman kuna sehemu inaitwa Shihrun. Sasa alipoingia
Aswad al-Si akaanza kutangaza ile risala yake mpaka akaingia kwenye mji wa Sayyidina Shihr mwana wa Bazan. Alipofika pale akamuua Shihr. Alivyomuua akamchukua mke wake kinguvu akamfanya ndo mke wake. Sayyidina Muadh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu alivyoona ile hali akamfuata ndugu yake Abu Musa al-Ashari akamwambia, hii ni hatari hii, sasa hapa tuondoke, hapa kaliki hapa. Ikafikia stage hata adhana ikazuiwa kuadhini. Ukiadhini tu kichwa una. Mtume akapata habari zile, fakataba kitaban, akaandika message. Na siku hizi da'wa zile za message tumeacha, hiyo nayo ni sunna. Alipoandika message ile akasema, ana aqibun la nabiyya ba'd, mimi ndo mtume wa mwisho, hakuna mtume mwingine. Kwa hiyo anayedai utume fakat kafara bihadha alkalam, atakuwa amekufuru. Kwa hiyo natoa order, Aswad lazima auawe Aswad. Anartajisha Yemen. Vijana wachache wakaipata ile barua, akaipokea mtu mmoja anaitwa Fairuz ad-Dailami radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Fairuz ad-Dailami akawapasia vijana wenzie wachache walioslimu, wakaunda timu, wakaisoma barua ile, wakaenda mpaka nyumbani kwa mke wake Aswad al-Si ambaye zamani alikuwa mke wa Sayyidina Shihr ibn Bazan. Walipofika pale wakamwambia, lakini yote tunazungumzia njozi. Walipofika pale wakamwambia, mama, sisi tunajua fika, huyu bwana amemuua mume wako, anaishi na wewe bila ya ridhaa yako. Sasa kama unaona kuna usahali, tuoneshe njia ya kumuua, kwa sababu mtume katoa agizo hilo. Yule mama kwa sababu ameushiba Uislamu, hakuathirika na mapenzi, akasema, nataka nimpate mtu mwenye akili zake, kiasi haswa, aje usiku nyumbani kwangu, nitamwekea sime pembeni mwa mlangoni mwangu, alafu nitampeleka pale ambapo amelala mume wangu. Usiku akaenda Sayyidina Fairuzi Dailami. Alipofika akakuta sime kwenye mlango, kisha yule mama akamwambia, haya nifuate. Alipofika akamkuta Aswad amelala anakoroma. Al-anbiya tanamu a'yunahum wala yanamu qulubahum. Mitume wa kweli inalala macho yao, yanalala macho yao, lakini nyoyo zao ziko hadhiri. Angekuwa nabii kweli yule, angejua hatari, lakini ndio kwanza mguu juu, hana hata habari. Mama yule ambia, unashangaa nini, maliza. Fairuzi naye asema, alfursatu la tataqarra, akamchinja bwana. Masahaba wana usongo, akamchinja mpaka akatenganisha kichwa na kiwiliwili, akawa yahuru kama yahuru thaur, ile ng'ombe dume ile akawa anakoroma. Sasa si wakaja walinzi, waladhi hadatha, kuna nini jamani? Mama asema, idhahabu rashidin, hapa amani tu, yani hakuna hata tatizo. Ambia, na huku kukoroma, ambia nabii wenu wahi unashuka, kuna aya zinaongezeka, wahi yuha ilai, anapata wahi. Kume mtu ndo kishauawa. Sayyidina Fairuz akakikamata kichwa kile, akaenda nacho mbio mbio, akapanda juu ya nyumba, akaanza kuadhini kwa mara ya kwanza baada ya kuzuiwa adhana, Allahu akbar, Allahu akbar, shahadu an la ilaha illa Allah. Alipofika kwenye ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, akaongeza wa ashhadu anna Aswadin al-kadhab. Wakaja maaskari wakamzunguka, wewe unawezaje kuadhini? Akachukua kile kichwa cha Aswad, asema, kwa sababu komando wenu huyo tushamaliza. Walivyoona hodari wao kapotea, ikawa hakuna ujanja. Sasa ikaandikwa barua kupelekwa Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam.
kwa ajili ya kuuawa huyu bwana. Kwa bahati mbaya barua ile iliingia Madina Jumatano wa huwa yudfan. Mtume hakuisoma ile barua, walimkuta mtume anazikwa. Alikufa Jumatatu, akazikwa Jumatano. Akawa anazikwa. Lakini kabla ya kufa kwake alibashiri mambo makubwa mtume. Akasema faqad qutila albariha, usiku wa leo qutila Aswad al-Si. Angalia mchango wa ndoto. Kauawa Aswad al-Si. Alafu mtume akataja jina, qatalahu shabun karimun min ahli baiti al-qurama qatalahu Fairuz faza Fairuz. Anasema ameuawa na kijana mkarimu alotoka nyumba ya wakarimu, kauawa na Fairuz Dailami. Na mimi nasema faza Fairuz. Mwambieni Fairuz amefuzu. Allah Allah amefuzu. Sawa, ndoto hiyo, aswirataini hizo, bangili mbili hizo. Sasa ikiwa tumemjua muuaji wa kwanza wa Aswad al-Si, hebu njoeni pamoja na mimi tumjue muuaji wa pili wa Musailima. Anasema kuuawa kwa Musailima al-Kadhab ni musharaka baina rajulaini, walishirikiana watu wawili. Mtu mmoja anaitwa Wahshi ibn Harbun na Abu Dujan radhiyallahu ta'ala anhuma. Abu Dujan ni sahaba ambaye siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akinyanyua panga lake, kisha akasema man ya'khudh hadha as-sayfu bihaqqihi, haya nani atachukua panga langu lakini kwa haki yake, sio kuchukua chukua. Basi kila mmoja nipe mimi fujo, nipe mimi ya Rasul. Abu Dujani akasema hebu subirini, ايش حقه ya Rasulullah, hebu tuambie haki yake ikoje. Akasema ama haki yake antadhriba al-adu hatta ya'waj, ni kumpiga adui pale kwenye mfupa mpaka ubendi, hiyo ndo haki yake. Akasema nipeni mimi. Akauchukua ule upanga Abu Dujan, akachukua kilemba chekundu akajifunga hivi kama wale maninja, si unajua vile. Alafu alipolishika lile panga akaanza kutembea kwa ubabe, piga mluzi. Unaona akawa anatembea hivi ile kwa jeuri na majigambo kidogo. Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, hadhihi mishyatun yakrahuha Allah, ama hii miendeko na kutembea hivi kwa jeuri na majigambo, mwendo huu anauchukia Mwenyezi Mungu, illa fi mawatina hadha, isipokuwa katika medani ya vita ndo anapenda ubabe huu. Basi akazidisha kuyumba mwanaume yule, akaingia katikati ya panga za maadui, akapiga kwenye mfupa mpaka ukarudi umebendi. Huyu alishiriki kumuua Musailima. Sehemu ndogo tu nipate sasa kituo. Baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallama, alishika khilafa Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Khalifa alishika khilafa yake kipindi kizito, kwa sababu baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Waislamu wengi sana walirtadi, isipokuwa walibaki watu wachache Maka na Madina na Taifu kidogo. Lakini pia wenye mali wakakataa kutoa zaka. Kwa hiyo kwa kweli ilikuwa ni kipindi cha uongozi mzito, na vilikuja kuzuka vita vya Ghazwatul Yamama, ambavyo vita hivi kwa kweli vilitutia hasara kubwa sana sisi Waislamu, kwa sababu katika vita hivi wale hufadhu waliohifadhi kitabu cha Qur'ani 500 shakhsa, watu 500 walikatwa kichwa mahafidh. Hatari, watu 500. Musailima alikuwa na jumba lake kubwa, amejifungia mle na geti. Humo ndani ananyonga Muislamu mmoja baada ya mwingine. Kila saa unahesabu kichwa cha 10, kichwa cha 20, kichwa hicho, watu wanakufa.
Alafu pale getini ukisogea ndo imewekwa ile mikuki mikali, ukisogea tu unakulamba mkuki. Umefahamu Waislamu wakasema hatuwezi kukubali. Kuna bwana mmoja hatuwezi kumsahau, anaitwa Barau ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Bara akasema hatuwezi kuona watu wanakufa kimchezo, nibebeni mimi nijitoe kimasomaso. Hii ndio tadhhiya. Mnirushe juu ya geti, imma an aftaha lakum imma an astashhid. Pengine nikaweza nikafungua mkaokoa jamaa, au mkauawa nikapata shahada. Hakuna tatizo mkipata shahada, na kwa sababu ni mwepesi, hakuwa na kitambi kama hivi kubebwa. Unaona mchezo bwana, 1 2, huyo Bara bin Malik kazama ndani. Angalia masahaba Sheikh, ile anadondoka, anapigwa mikuki zaidi ya 50 mgongoni, pia yeye anangangania tu na geti kuokoa wenzie. Mkuki wa mwisho unatoka na moyo wake, na yeye mwenyewe inna lillahi. Waislamu wakaingia. Hizo sura alizoona nazo Musailima, wamekasirika, wamenuna, wanajazba, watamtafuna kwa meno. Alivyoona kusubiri, akaanza kwenda mbio. Ile anakimbia, tunampata yule Abu Dujan, akaanza sasa kumfukuza. Wakati anamfukuza, pembeni kuna mlenga shabaha katika rumati, ar-rumat walenga shabaha. Miongoni mwao kuna mtu mmoja anaitwa Wahshi ibn Harbu. Wahshi ibn Harbu, na huyu Wahshi habari zake zinasikitisha sana. Kuna mtu mmoja anaitwa Tuwaima, na huyu Tuwaima na ami yake anaitwa Jubair ibn Mut'im. Sasa huyu Jubair aliuawa katika vita vya Uhudi. Sasa katika kuuawa kwake, anamfanya kazi wao au anamtumwa wao ni Sayyidina Wahshi. Wakamuita kina Hindu hao, wakamwambia tunataka tukuache huru, unapenda? Ambia napenda, lakini sisi hatutaki utupe pesa, ila kesho kuna vita vya Uhudi, tunataka ukatuulie mtu mmoja tu, Hamza asadullah wa asadu rasulillah. Ukituulia Hamza wewe utakuwa huru. Sayyidina Wahshi kesho akaenda kwenye vita vya Uhud, asema la uridu minha alghazwa, sina haja ya vita, mimi namfuata mtu mmoja tu niwe huru. Akamkuta Sayyidina Hamza kuna washirikina wawili, wakamwambia tunataka challenge mtu mbili na sisi, wewe ni shujaa. Akamwambia sawa. Wakaambia basi tukae kipembeni. Wakapigana na wale washirikina, akawamaliza. Alivyowamaliza, sasa wakati yuko peke yake, Sayyidina Wahshi akapata nafasi ya target, akampiga mkuki hapa katika tumbo, ukatokea katika miguu yake, kisha akadondoka chini akafa. Mwanamke shujaa katili Hindu akawa anatembelea wale mashahidi wa Kiislamu, huyu anamkata sikio, huyu pua, huyu jicho, alafu akatengeneza ile mkufu. Ana mkufu wake akauvua wa dhahabu, akavaa kidani au mkufu wenye macho, masikio, ya sahaba wale. Akamfuata Sayyidina Wahshi, akamwambia uko huru, na huu mkufu zawadi yako, mimi leo navaa hivi. Wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopita kuiona maiti ya ndugu yake ilivyofanywa, alilia kwa sauti ikasikika. Ndio hapo Mtume akatoa agizo, nataka muniletee Wahshi popote alipo, hata kama amekumbatia Kaaba, hebu nileteeni. Sasa Wahshi akawa yuko free kwa mabosi wake, lakini wanted Waislamu wanamtafuta. Akaambia Waislamu watakumeza, usalama wako. Muhammad ni mtu mlaini, ukimuona kaslimu afu mtake radhi. Akaona bora nifanye hivyo, akamvizia Mtume alivyomuona, akashahidusha shahadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar rasulullah. Mtume akamwambia man anta wa ma jinsiyatuka, wewe wapi wewe? Akamwambia mimi naitwa Wahshi. Mtume katoa macho, Wahshi yupi? Huyu muuaji. Akamwambia Ilaiya, emsogea, hemka kitako, sifli, embu nipe sifa, ule muuaji, embu niambie. Mtume kishabadilika. Alivyoeleza kidogo, Mtume kalia.
Kisha pale pale akamwambia naomba utoke. Haya, sogea, kaa kando. Basi Wahshi akasema si nishaslimu, mbona kana kwamba nafukuzwa? Mbia alislamu yajubu ma qabla, Uislamu unafuta yalokuwa kabla. Hivi sasa laqad fatahta safhatan jadidatan ma Allah, umefungua ukurasa mpya, huna madhambi. Lakini ulimgusa mtume ndugu yake, kaumia, lakini huna maana ya kufukuzwa. Na huyu bwana alikuwa anapata tabu sana, kila mtume akizungumza akimuona analia, namkumbuka Sayyidina Hamza. Basi alikuwa anapata shida, lini mtume atakuja kusahau kadhia hii siku moja tu, itakuwaje? Sasa tahamakia huyu bwana akamuona Musailima anakimbizwa na Abu Dujan, kwa sababu ni mtu wa shabaha. Akasema haina neno, mkuki ule ulomuua Sayyidina Hamza leo nammaliza kafiri mkubwa huyu. Akampiga mkuki wa mgongo, ukatokea tumboni, akadondoka, akafa. Mwanamke mmoja anashika kichwa, ya ruwaya nabia, eti wanamlia Musailima, jamani mtume wetu kaua watu makafiri, jamani makafiri nyie. Nyie ndo makafiri. Watu wanatabu, na watu wakipambiwa ukafiri, yani watu walikuwa wanasema afadhali tumkubali huyu muongo wetu Musailama kuliko kumkubali mkweli wao Muhammadur Rasulullah, alimladi ule ukorofi tu. Unaona, ndoto kama hizi mtume kaziona, zimemsaidia, akatoa tahadhari. Na wewe umeota nini? Kwa hiyo busatu la leo tunasema si vyema wala si busara kwenda kichwa mchunga. Waislamu, hizi ni neema, ni rasilimali zetu. Nenda msikiti wako kwa shekhe wako, mwambie shekhe, nimeota hivi. Kuna baadhi ya ndoto zimeelezwa na ulama, lakini zina pande mbili. Mfano, ukiota unapaa, wanasema utakuja kuwa mtu mkubwa baadaye. Lakini upate ile ilmu nafsi, elimu ya saikolojia, kujua hii ni ndoto sahihi. Lakini zikija kwa upande mwingine ni mashakili ya kishetani. Mimi nilivyokuwa mdogo nilishawahi kuota ndoto za kupaa, lakini sikuwa na hizo masi za mashetani. Sawa, sikuwa na masi za mashetani. Na mimi siko mbali, mimi mtu mdogo sana. Lakini pengine ndoto zile ni ishara ya kuwa hapa kwenye media kama hizi. Mwingine ukimleta hapa alia. Hapa si mchezo hapa. Mbele ya macho ya watu unaona mchezo. Si tulienda huko Nyamisati Rufiji huko, sehemu ambao upepo ndo unageuza. Mzee mmoja tukamforce aje azungumze. Cha kwanza alivyokuja, tupo msikitini, kina mama wenzangu jamani, salamu alaykum. Watu watatizama, alia. Basi akaamka amiri, mashehe mmemwelewa mzee kwa uchungu wa dini kalia namna hii. Uchungu wapi? Anaogopa. Umeshafahamiana vizuri. Kwa hiyo ndoto. Sasa ili upate ndoto sahihi, nimekumbuka kitu kingine, wacha nikichomekee hapa. Ili upate ndoto sahihi pia lazima ujisafishe na mashetani. Kuna watu wengi wanaambia shekhe, nimeota hivi. Nikimuuliza na dalili za mashetani, naambia wewe huna ndoto za sawa. Wewe unalimbotiwa kichwani mwako na maibilisi, wana vituko kama nini. Na ukiwa upande huo, ndoto zako ni zile mbaya, kuota kula nyama, hiyo ndoto mbaya sana hiyo. Ndoto mbaya. Tulienda shekhe Burundi katika upande wa da'wa. Tulienda Burundi. The first time kupanda mwewe kwa ajili ya Allah. Julius Kambarage Nyerere, tumeingia Burundi. Tulipofika kule, niko na mzee wangu mmoja. Tunaenda tunafanya dawa, tunapelekwa msikitini, tunarudi. Hatuelewi. Usiku ile mzee akaota samaki wengi. Akaniambia shekhe, tutakufa nini huku, maana kuna vita. Nimeota samaki wengi. Nikamwambia hela hizo, yani hapa hela. Basi kila siku akaa nasubiria kweli. Shekhe vipi? Nikamwambia hela. Wallahi tulivyorudi, tuna pound, tuna dola, tuna shilingi. Hatari. Basi ilikuwa mji kama ule wallahi.
Kila tajiri anakuja, shekhe twendeni, afu akifika anafunguka uwezo wake. Kuna watu wana pesa bwana. Wallahi kuna watu wana pesa. Shekhe Uthmani twende, tukifika yani siku moja tunazunguka kampuni la mtu tu. Hii ni garage, hapa naagiza hivi, twende huko na mgodi wa madini, yani tunaoneshwa zile mali tu. Sasa ukishaoneshwa vile si unajua mkono mtupu, si kuna macho kuona. Macho kuona imo macho kuona. Hapa nikaa namwambia mzee wangu atulia, usiwe na jazba. Hapa tukiondoka wanene. Basi kila siku tunaomba zetu dua, Allahumma inni nas'aluka min khairi hadhihi ar-ru'ya. Nikamwambia shekhe ndoto, afu tunakanya usije ukapiga simu kaida hadisia bwana. Isije kaja kuharibiwa. Ambia ni muhadisie mke wangu, nikamwambia acha bwana utaharibu. Ngoja kwanza ive hii. La taksusuru yaka bwana. Basi ndoto ile tuliilinda, tulipokuja tuko wazuri shekhe. Kweli tumetoka kufanya kazi ya Allah. Yani kweli tutoka kwa kazi ya Allah. Si tumeenda miji mingi, lakini hapo tulirudi kibabe kweli. Tukarudi kwenye mwewe. Sasa ile jeuri, hapo sina hata gari. Tukaagiza gari tufuate airport. Na kati tulienda na daladala, swali wa nabii. Leta taksi je kutupa, watajuaje tumeshuka na ndege bwana? Leta gari kidogo itufuate hapa. Sisi Waswahili tulipoona mzigo umeingia, maana tulitoa kwanza airport ya Kenya, Jomo Kenyatta. Tulipofika pale tunaongea Kizungu. Tushasahau Kiswahili na tumekaa kama wiki tu kule. Wewe unaona mchezo nini? Swali ala nabii. Ndoto. Basi ndoto ile bwana ilitusaidia sana. Ilitusaidia kweli. Kwa hiyo unaweza ukaibariki ndoto yako, lakini pia unaweza ukao unajitahidi na wewe upate njozi njema. Maono kwa Muislamu ni mambo ya umuhimu kabisa. La mwisho, kuna shekhe wetu yule Shekhe Kombo, naona siku hizi haji kwenye darsa. Na mfano huo pia ilitokea kwa shekhe mwingine. Akaona kuna binti mmoja, binti huyo ilikuwa tumuoe na posa zishaenda. Sasa shekhe kama Allah ampa ilham tu akasema, Sheikh Uthman, hebu kidogo nifanye istikhara juu ya hili jambo. Kesho akaja mnyonge ambia, Sheikh yule binti anatufaa sana, lakini nimeota utamuoa kwa shida kubwa sana. Nikamwambia ngoja basi na mimi nisali nione nitaoteshwa nini. Siku ya kwanza alivyoota, nikaota namtia dada yangu kisu cha tumbo. Siku ya pili nilivyoota, naota nakimbizwa. Basi nikamwambia shekhe, hapa unasemaje? Posa ndo tushapeleka, sasa tutaonekana wahuni. Lakini nikamwambia hizi ni irshadati kutoka kwa Allah, sisi tunanawa mikono huku na huku bana. Maskini binti mwari, lakini kuja kugundulika muathirika kabisa wa maradhi ya kisasa. Na alivyokuwa kadogo ilikuwa haina hata haja kupima. Mwari tena huyu. Hebu angalia ndugu zangu ni Waislamu. Kwa hiyo ndoto mimi sizidharau kabisa. Mimi sijasafiri popote. Kuna kipindi tumesema Oman tunaenda Oman, USA tunaenda. Basi nilikuwa nataka kwenda Oman. Siku hiyo nikafanya istikhara kundi zima, kila mmoja, wewe umeota nini? Mimi nimeota hivi, mimi nimeota hivi. Tukaivunja ile safari. Rafiki yangu mmoja akaenda huko, alivyoenda hakurudi, kafa kule. Akaenda wa pili, nikimtaja mtamjua. Alivyoenda mpaka leo karudi kidole kinaoza. Kidole kinaoza. Yani safari yetu ni hiyo moja. Sijui hata kulikuwa kuna nini. Umeona Kwa hiyo kupitia mambo ya njozi tupate faida hiyo.